Wakati unapambana sana kutekeleza yale mambo ambayo ni muhimu kwenye maisha yako, hakikisha kwamba umepambana pia kutekeleza wajibu wa mwenzako, kwa sababu binadamu sisi tunategemeana, na kwenye kutegemeana inabidi tuwekeane mipaka kwenye maeneo ambayo yanahitajika. Nitakutolea mfano kwamba wakati wewe unapambana kuyafanikisha mafanikio yako au malengo yako ili uweze kufika kwenye kilele cha mafanikio ambayo unahitaji, itakuhitaji uwe na vitu vitatu tofauti. Cha kwanza, utahitaji upate mipaka dhidi ya marafiki aidha ndugu ambao wanakuzunguka. Hawa watakupa uwezo wa wewe kuendelea kusonga mbele. Kwa nini uwape mipaka? Ni kwa sababu wakati sisi tumeanzisha maisha hakukuwa na ndugu yeyote yule ambaye alikuja akaleta wazo kwenye ubongo wako kukwambia kwamba inabidi ufanye moja mbili tatu ufanikiwe. Hapana, bali utayari wako wa nafsi yako ndio ulikufanya mpaka sasa uweze kupambana ufikie mpaka hii level ya kupata maamuzi ya kuweza kufanya kile kitu ambacho wewe unakiona ni sahihi kwako. Lakini pia kitu cha pili ni kustopisha misaada isiyo ya maana zaidi. Mfano kwamba unapokea simu kutoka nyumbani, unapokea alo, ukishapokea utaambiwa zao zote kwako kwamba wana shida moja mbili tatu, na hizo shida zote wewe ndio utakuwa umeangaliwa kama mtatuzi wa hizo shida. Lakini nikwambie kwamba ukijifanya wewe ni mtu wa kutatua shida za nyumbani au kero za nyumbani, mafanikio utayasikiliza kwa jirani. Ya kupaswa uwe na roho ngumu kwa kiasi chake, ndipo uweze kutatua matatizo yako binafsi. Tofauti ni kwamba malengo yalikuwa ni ya utofauti, kwa sababu sasa hivi wewe ukisema kwamba kila siku uweze kutuma hela nyumbani utatua matatizo yako. Mara mtu anakwambia hatuna mboga ukatuma, hatuna nyanya ukatuma hela, anakwambia hatuna sijui nini ukatuma. Na huyu mwenzako kumbuka hatumi kule, anahifadhi kama akiba yake. Wewe sehemu ambayo unatuma kwa wao kuweza kutatua matatizo yao, si kwamba unayapunguza, hapana, yataendelea kuwa vile vile. Unachokifanya ni kuongeza mzigo mzito wa mawazo wa wao kutokuendelea au kutafuta njia mbadala ya kuweza kufanya mambo ambayo ni sahihi, bali utafanya wao wakuwaze wewe, waze kukutegemea kama kitega uchumi chao. Na wewe kama umeshawekewa kama sehemu ya kitega uchumi chao, hakikisha kwamba hao watu ukifaulu au ukifeli siku moja hawatakuja kusema kwamba ulifeli kwa sababu ulikuwa unatusaidia. Hapana, ila wakiona vijana wenzako wenye rika kama lako wakifanikiwa, watasema wewe ulikuwa mjini ukiwa una landa, aidha hauna mantiki yote au kuwa na vision. Sasa ili uweze kuonesha vision yako, hautakiwi utoe misaada isiyo ya lazima, aidha kuonekana kama umejali sana, aidha unawapenda sana. Hapana. Lakini kitu cha tatu na cha mwisho ni misingi thabiti kuhusu maarifa ya kile kitu ambacho unahitaji kukifanya kwa wakati husika. Maarifa ni sehemu ya kumfanya mtu aendelee au asiendelee, kwa sababu wanakwambia kile kitu ambacho unalisha ubongo wako ni sawasawa na shamba. Kile kitu unachopanda au mbegu unayopanda shambani ndiyo inaleta matokeo mara mbili zaidi ya kile ulichokipanda. Tuchukulie mfano umepanda mahindi debe mbili, hauwezi ukavuna debe mbili, hapana, utavuna zaidi ya debe mbili mpaka gunia kadhaa. Kwa hiyo ubongo wako ukiulisha kitu ambacho kiko positive, kitakuletea matokeo zaidi ya kila ambacho umekipanda, kwa sababu unachokila kinaingia tumboni, lakini kinaenda kuzalisha homoni nyingine za kufanya wewe survive kwa sababu unaweza kula chakula kwa dakika moja lakini kikakupa uhai wa masaa 10.
Mimi naitwa Uncle Chris Tanzania. Ningependa sana kuona ukiwa unaibuka na kunyanyuka, ukifikiri kwamba kuna watu wengi ambao wanategemea mafanikio yako zaidi ya wewe ambavyo unayategemea. Na kuna mwingine ashakwambia kwamba kwa kadri tunavyozidi kuishi katika maisha yetu ya kawaida, mafanikio yetu yanategemea kwa asilimia kubwa sana ya wale watu ambao tunaambatana nao. Kwa unaweza kuambatana na mtu positive na wewe ukadefine kama mtu positive, hata kama utakuwa unahitaji msaada wa karibu. Watu wakishakuona kwamba huyu mtu anatembea na mtu fulani na huyu mtu ambaye yupo ana tabia moja mbili tatu, unaweza kupata msaada au usipate msaada kabisa, kwa sababu ya watu ambao umeambatana nao. Kwa watu ambao tunaambatana nao sisi, nao wana uwezo wa kutupa nafasi nyingine ya kuweza kufikia katika mafanikio yetu. Na si kwamba hatuna wasaidizi wa kuweza kutusaidia, hapana. Mara nyingine unaweza kumuona mtu kabisa ana ndugu zao wanaweza kumpa connection nzuri sana za kufika mbali, lakini hao ndugu wakiangalia kwamba ni aina gani ya marafiki ambao upo nao, ambao unaambatana nao, unaishi nao kwa kila siku, hao watu wanaweza kukunyima nafasi ya kuweza kupewa nafasi nyingine ya kuweza kufika katika mafanikio yao, au kupata connection ya kazi kama utakuwa unahitaji kazi, aidha kupata msaada kwa sababu ya aina ya marafiki ambao umeambatana nao. Marafiki wanao nafasi ya kujenga au kubomoa. Kinachokuhitaji, inabidi uchague ni aina gani ya marafiki ambao unaambatana nao. Na kiujumla ni kwamba uwezi ukawa ni mharibifu ukajitegemea kwamba utajenga urafiki na mtu mharibifu na mwaminifu. Hapana, lazima utapata mtu ambaye ni mharibifu kama wewe ili muweze kuendana. Lakini pia hao watu wanao nafasi kubwa sana ya kuweza kuambatana na watu waaminifu ili na wao wapitie katika mgongo wao kupata vitu vizuri sana. Lakini ni ngumu sana kuweza kuaminika kwa haraka mpaka roho itakushuku. Kwa nini usiambatane nao? Ya kuhitaji kubadilika sasa ili uweze kupata marafiki ambao ni wapya na wazuri wa kuambatana nao. Maisha ya kawaida, marafiki walio wengi ni marafiki ambao wanapenda starehe. Marafiki ambao hawapendi sana kujishughulisha, kutesa ubongo wao kuweza kupambana zaidi kuhusiana na future. Ukikutana na mtu ambaye hategemei future zaidi, jua huyo mtu amepata bomba machozi. Nakumbuka mzee mmoja alishawahi kuniambia kwamba, mwanangu, wakati unatafuta rafiki wa kuishi naye katika maisha yako, inabidi umpate rafiki ambaye weakness zako ni stress kwake. Kwa maana ya kwamba changamoto zako wewe ni stress kwake. Kwa sababu kuna watu ambao tumekutana nao katika maisha ya kawaida. Hawa watu ni watu ambao walikuwa wana uwezo wa kutujenga ama kutubomoa, lakini wakaamua kutujenga kwa sababu waliona thamani kubwa ambayo ipo juu yetu. Na wakati mwanadamu anazaliwa, kuna jambo ambalo anakuwa amewekewa ndani yake ili liweze kuleta mabadiliko katika maisha ya kawaida. Na nikutoe hofu kwamba kila mwanadamu aliyepo hapa duniani amezaliwa kwa ajili ya kutawala na sio kutawaliwa. Na kwa sababu gani? Wewe kama wewe umekuja kutawala na sio kutawaliwa. Wewe ulivyozaliwa kuna kitu kiliwekwa ndani yako, ila ubovu wa kuweza kufikiri na kuivumbua fursa iliyo ndani yako ulikosa kuelewa. Ndio maana walio wengi umeweza kuishi kwa kutawaliwa, lakini nafsi zao zipo kwa ajili ya kutawala. I'm Uncle Chris. See you at the top. Lakini endelea kupambana zaidi ili utawale yale ambayo yanajiri katika maisha yako.